الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقاعدنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله، وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ndugu zangu watukufu katika imani, ama baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala aliye kwa haki na kwa desturi muumba na mlezi wa viumbe, na zaidi ya hayo, baada ya kumtakia rehma na amani kwa kiongozi wa umma Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, kwa hakika tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa mara nyingine tena ametujalia sisi ni wenye kuongomanika au kukusanyika au kujumuika katika jumba lake hili kwa ajili ya kukidhi faradhi hii ya Ijumaa. Tunasema alhamdulillah rabbil alamin. Zaidi ya hapo, khutba yetu katika adhuhuri ya leo wa Ijumaa ya leo linasema inwani ya khutba: buyutun la tadkhuluha almalaika, manyumba ambayo malaika wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hawatakuwa ni wenye kuingia. Si kila nyumba malaika ya Mwenyezi Mungu, hasa malaikatur rahma, huwa wanaingia. Kuna manyumba za waja wanaoingia, na kuna wale manyumba ambazo huwa ni wenye kutoingia. Kwa hivyo naomba munipe masikizi zenu ili twende pamoja katika msafara huu. Huenda jumba wasioingia malaika ikawa ni ya kwako, na huko msikitini siku zote unakidhi ibada, huo utakuwa ni msiba mkubwa sana. Msiba kweli. Mara nyingi wanadamu wanafanya mambo ambayo pasi na kujua wanachokifanya kinamkera na kumghadhabisha Allah subhanahu wa ta'ala na malaika wake. Kwa jinsi hiyo, watukufu wa Islam, mimi nahusia nafsi yangu na kuwahusieni pia katika nafsi zenu ya kwamba tumuogope Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na tumtii na tumfuate katika maamrisho zake zote, na tuende mbali sana na kila alichokikataza. Maana maslahi ya mja hapo ndipo inapopatikana, hapo ndio inapatikana, si kwingineko. Lianna maana ya taqwa huwa ni fi'lu al-ma'murat wa ijtinab al-manhiyat. Maana ya taqwa ni kule mtu kumithilika katika maamrisho zake Allah subhanahu wa ta'ala, na zaidi ya hapo kwenda mbali na kila alichokikataza awali
yakataza Allah subhanahu wa ta'ala, na hilo ni kufuatana na maagizo zake Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema kwa kuwaita waumini, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmemwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na mtume wake na mkafuata maagizo zao kwa kauli na kwa vitendo, taqullaha haqqa tuqati, mugopeni sana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa namna inavyopasa nyinyi kumuogopa. Hilo napo ni kusema Mungu atiiwe, lazima tumtii Mwenyezi Mungu na tusimuasi. Tumkumbuke Mwenyezi Mungu, tusimsahau. Tumshukuru Mwenyezi Mungu, tusimkufuru. Ndio maana ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala inavyopasa sisi kumwogopa. Nafikiri tunaelewana watukufu wa Islam. Kwa ajili ya watukufu wa Islam, siku zote katika maisha zetu tuwe ni watu ambao tunamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufuata maagizo namna alivyoyaweka na kwenda mbali na kila alichokikataza au aliyokataza. Ayuha almuslimun, ndugu zangu Waislamu, laqad warada fi iddati ahadith an as-sadiq al-masduq sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam la tadkhuluha al-malaika. Imekuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ikizungumzia manyumba ambayo malaika kwa hakika si wenye kuyaingia. Haya yote yako katika hadithi ya Mtume Muhammad alayhi wasallam. Mtume akazungumzia. Kwa hivyo lazima tuwe makini sana kila anachozungumzia Mtume alayhi salam, ima inakuwa kwa ajili ya manufaa yetu sisi wenyewe fi dunia wal akhirah, la tukikosa kufuata huenda ikawa ni hasara juu yetu fi dunia wal akhirah. Wa awwalu bayt allati la tadkhuluha almalaika baytun fihi qati'ur rahim, ni nyumba ambayo inapatikana ndani yake qati'ur rahim. Qati'ur rahim ni mtu aliyekata ukoo wake, nafahamu mtu aliyekata jamaa zake, nafahamu ذوي الأقارب. سبحان الله، لأن الله قد سمى قاطع الرحم مفسدا. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amemtaja mtu aliyekata jamaa zake kwamba ni mtu msidifu, mtu fisadi, mtu mbaya, mtu mwovu. Kila aliyekata jamaa yake au jamaa zake aelewe kwamba mbele ya Mwenyezi Mungu huwa yeye ni nini? Huwa ni mufsid. Pale aliposema Rabbi subhanahu wa ta'ala katika suratu Muhammad, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, fahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatta'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum. Ndugu zangu, katika aya hii Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema ndiyo yanayotarajiwa kwenu kufusidi ama kufeka ufisadi katika ardhi na kuwakata jamaa zenu wakati mkipata ukubwa. Kawaida wasemavyo wahenga kwamba maskini akipata matakwa ulia mbwata. Mara nyingi kawaida mwanadamu, mtu akiona amepata kitu ama vitu katika dunia, iwe ni mali au ni cheo, watu wakipata vyeo na mali na vitu kama hivi vya kilimwengu, basi hilo ndio inakuwa sasa
chanzo au chimbuko au mwanzo wa yeye kuanza kutakabari na kufanya uharibifu katika nchi, katika ardhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na si hayo tu, uharibifu wenyewe hapa ni kwamba wewe sasa anawageuzia kisogo. Nafahamu anawaonyesha mgongo, anawadharau, anawapuuza jamaa zake. Na watu kama mifano hiyo wako wengi sana. There are very many. Wako wengi miongoni mwa Waislamu, wako wengi sana. Wanaswali, wanafunga, wanahiji, wanakwenda umra, wanatoa sadaqa, wanafanya kila kitu, lakini pamoja na hivyo huwa wamewakata jamaa zao. Na hilo watukufu wa Islamu ni jambo ambalo ni mbaya mno. Ovu kabisa. Mtu akishapata kitu, Mwenyezi Mungu amemtaini kwa kumpa mali, kwa kumpa cheo, sasa yeye haendi mbali, anaanza wageuzia kibao wale jamaa zake tu wa ukoo wake. Hana habari na wao katika shida zao, katika tatizo wanalopitia katika maisha ya ulimwengu, hataki kujua. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema hivi: ulaika ay almuttasifuna bilifsadi fil ard wa taqti'il arham, hawa watu ambao waliosifika kwa kuweka ufisadi na uharibifu katika ardhi na kwa kukata jamaa zao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika mwisho wa hiyo aya, humul ladina ab'adahum an rahmatih, ni wale ambao Mwenyezi Mungu amewabaidisha na amewapeleka mbali na rehema yake. Unaona hiyo consequences yake, it is too catastrophic. Do you see that? When somebody disregards his own relatives, his own blood, it doesn't help them. He doesn't relate to them in any way. He misunderstands them. He doesn't visit them. He doesn't help them out in any way. Those are the kind of people that Allah Subhanahu wa Ta'ala has drifted them out of His mercy. Hao ndio wale ambao Mwenyezi Mungu amewapeleka mbali na rehema yake. Kwa hivyo sala zake ni kazi ya bure, kazi ya bure. Malaika wa rahma hawaingii jumba lake, hawapitii kule anakosimama. Hebu fikiria jambo hilo. Mtu anapeleka gari, mtu amejenga manyumba na mashamba na kila kitu, Mwenyezi Mungu amewekea neema, lakini yeye wengine hata wanabadili hata ukoo yao. Umenielewa? Others even change their identities, to be honest. That is exactly what they do. Ingewezekana kama ni Mwafrika hata angejifanya mzungu, hasa angejigeuza rangi. Umeelewa? Angejifanya Mwarabu, angejifanya Mwasi, Muhindi. Ama wale kama ni Wahindi wajifanye ni Afrika, wale ni wazungu. Naona mtu unaona anapokuwa anawatupa zama zake bila kuwajali, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala wale watu amewalaani, nafahamu, amewabaidisha kutokamana na rehema yake, nafahamu. Na si hayo tu, وأسمى آذانهم عن وأسمى بمعنى أي وأسمى آذانهم عن سماع الحق وأعمى أبصارهم عن إبصاره إبصار الاعتبار. Yani Mwenyezi Mungu amewaziba vizivyo vyao wasisikie, si zenye kusikia haki, na macho yao si yenye kuangalia na kuzingatia kwa ibra.
Nafahamu hiyo yote kilichomletea ni nini? Hii ni ukuba, ni mateso kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hii yote ni kwa sababu ya yale walioyachuma kwa mikono yao wao wenyewe. Wewe njoo ukasali, unaenda umra, uende kwa hiji, utoe zaka, ufanye amali zote, maadamu wewe umekata kizazi chako, jamaa zako umewatupa, ndugu yangu, fahamu ya kwamba huna maisha tena. Ni mpaka utubu na uunge tena. Mtume alayhi salam anatuambia, silu arhamakum walau bisalam, ungeni jamaa zenu japokuwa hata ni kwa salamu. An Jubair bin Mut'im radiyallahu anhu wa ardah annahu sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yaqul la yadkhulu al-jannata qati'. Rawahu al-Bukhari. Imam al-Bukhari alayhi rahmatullahi katika mapokezi yake anasema, kama ilivyosimuliwa hadithi na Jubair ibn Mut'im radhiya za Mwenyezi Mungu ziwe na yeye, kwamba Mtume rehma na amani alimsikia Mtume rehma na amani zimfikia akisema kwamba la yadkhulul jannata, wallahi hataingia janna, pepo ya Mwenyezi Mungu. Mtu kama hataingia pepo anaingia wapi? Anaingia motoni. That is simply the opposite of it. When you don't go into the eternal felicity, into the paradise of Jannah, the obvious place that one would go to would be none other than actually the hellfire. Ni kuingia tu motoni. It is terribly horrible. See, so people must be very much careful on how they treat their relatives. Namna unavyowafanyia, unavyoamiliana na jaamiliana na ukoo yako, jamaa zako, lazima uchunge sana, uwe makini sana. Mtume anatuambia alayhi salam kwa hadithi nyingine, silu arhamakum, jamani ungeni jamaa zenu, walau bisalam, japo ni kwa wasalamia, kwenda kuwajulia hali, kuwatembelea. Sasa mtu anakuambia mimi sina kitu, sasa bana mpaka siku ile Mungu atanijalia ndo naweza kuwatembelea. Ni urongo. It's a blatant lie. Mtume anakuambia walau bisalam, hata kama ni kwa salamu. Hakusema japo mtapelekea kitu, lakini kama Mungu amekujalia katika neema zake, ni lazima wewe kuwafaidi, kuwainua, kuwajali, kuwatetea kwa hali na mali. Kwa hivyo kuukata ukoo au mtu kutounga kizazi chake, jamaa zake, huwa ni dhambi nzito sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni dhambi nzito kiasi kwamba hakuna yeyote yule atakaye aibika kwa hilo dhambi kisha akaweza kuingia kwa janna. Hakuna. Hata ile sadaka unazozitoa kuwapa watu wengine itakuwa ni kazi ya bure iwapo jamaa zako wanahitajia na wana shida, wanataabikia. Alafu wewe ndio uko mstari ya mbele unachangia msikiti. Msikitini unachanga, barabarani unapeana pesa, kule unafaidi watu, na jamaa zako wenyewe wanakula tabu. Hata ukumbuki siku gani umewatembelea au hata umewajulia hali. Watu kama hawa manyumba zao malaika ya rehma huwa hawaingii kabisa. They don't. Na kama malaika hawaingii katika nyumba yako, mashetani ndio wanakuzuru, ndio wanakaa sasa, wanakuwa wenzako humo ndani, na watakupoteza kweli kweli, wanakupeleka mbali na njia za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa mtu kuwatupa jamaa zake ni sawa na mtu kumuasi mtume na Mwenyezi Mungu na mtume wake. Ni ibada gani unafanya kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu wakati upande wa pili wewe kabisa umewatupa jamaa zako? Hiyo si katika amri ya Mwenyezi Mungu. Allah anatuambia subhanahu tabaraka wa taala,
walladhina yanquduna ahda Allahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Wale watu walio na tabia za kuwapa kisogo jamaa zao, kuwapuuza jamaa zao, kutowaunga jamaa zao, sikilizeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asemavyo. Wengine hata wakisikia haitawasaidia, kwa sababu Mwenyezi Mungu tayari amesema kwamba wale wasiotubu na kurejelea katika njia sahihi na wakajikosoa wakajiweka sawa, wale basi masikizi zao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezitia vizibio. Mnajua vizibio? Hiyo cover ya kufunikia kifuniko, sio masikizi zao tu, hata nyoyo zao Mwenyezi Mungu. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adanihim waqr wa in tad'uuhum ila alhuda falan yahtadu idhan abada. Hata ukiwaita katika njia ya Mwenyezi Mungu, kazi ya bure, hawaongoki, hawamithiliki kwazo. Ndugu zangu, matokeo ni mabaya, natija yake ni mbaya. The consequences are just too severe and catastrophic. Brothers and sisters in Islam, ndugu zangu katika imani, msifanye jambo jepesi sana, jambo la watu kabisa kuwasahau na kutowaunga jamaa ni hatari kubwa sana. Kama malaika hawaingii kwako kwa sababu ya wewe umeshakata watu wako, jamaa zako, niambie, watakaoishi na wewe ni mashetani. Na Allah anatuambia katika sura Az-Zukhruf, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Unaona hiyo? Yeyote yule atakayemuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwingi wa rehema, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ, yeyote yule atakayempuuza Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema katika maamrisho zake, katika utajo wake, nuqayyid lahu shaytanan, basi yule tutamfungia shetani, tutamwekea shetani, tena shetani wa kijini. Kazi ya mashetani ni nini? Kazi ya mashetani si mnaelewa? wa innahum la yasuddunahum anis sabil. Kazi ya mashetani wao ni kuwapeleka, kubaidisha watu na kuwapeleka watu mbali na njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuwapambia watu maasi. Ukimuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, usifikirie kwamba utaishi maisha nzuri hapo duniani, wallahi la. waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma. Yeyote yule atakayepuuza maamrisho za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ibada za Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa inna lahu ma'ishatan danka, kwake basi atakuwa na maisha yenye dhiki katika ulimwengu anaokoishi. Ataishi in the severest life, maisha magumu, maisha mabaya, maisha nzito. Sio siasa mbaya, maisha mbaya. Hakuna kitu kama hicho. Ati siasa mbaya, maisha mbaya. Siasa ni kitu gani? Si njia ya shaitani na ibilisi. Hiyo ndio siasa. Mungu anasema waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Hakusema kwamba mwenye kuokaa siasa mbaya anakuwa maisha mbaya. Inakuwa namna hii. There is no mambo kusema bureaucracy and communism and socialism and all kind of isms. Uislamu si hivyo. Islamu huwa manhajur rabbani. Ni system ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kitokacho kwa Mwenyezi Mungu hakina uongo, hakina upogo, hakuna kupinda, hakuna udanganyifu, hakuna kudhulumu, hakuna balaa zote. Niambie mwanasiasa gani ndio mkweli kabisa katika maisha yake?
watu wanapigana, wanauana, wanaaibishana, wanafanya bala zote. Watu wanaungana kwa jina la siasa, lakini wanakosa kuungana kwa jina la imani. Aibu kiasi gani? Waangaliaga Waislamu wengi ndugu zao ni wanasiasa. Mtu akiingia kwa siasa khalas. Anasema Mark Twain, moja katika wana falsafa wa kimagharibi, one of the Western philosophers, in his logical literature, this guy had this to say. Anasema nini? Anasema politics is the only profession where one really lies, cheats, steals and still be respected. Ni taaluma ya kipekee siasa, ambapo mtu anasema urongo, anadanganya watu, anaibia watu, na bado anabakia kuheshimiwa tu. Si namna hiyo? Sio mimi nimesema, ni Mark Twain. Huyu ni mtu anajulikana katika ulimwengu. Alafu we mali ya umma unaiba, wajenga nyumba, ununua magari, ununua shamba, kila kitu. Kule unakokwenda baada ya kutoka hapo unakoishi duniani, unafikiri vitu hivyo vitakufuata, na isitoshe athari za hizi vitu utakutana nazo katika kaburi. Wallahi utaadhibika mpaka siku ya kufufuliwa. Kwa hivyo qati'ur rahim, mtu aliyekata jamaa zake, malaika huwa hawaingii katika nyumba yake, badala yake basi ataishi na mashetani wakimpeleka kulia na kushoto. Maisha yanafundisha watu watukufu wa Islam, life and time are the best teachers. Nafahamu maisha na wakati au nyakati ndio walimu wa kweli. Sikizeni, life and time are the best teachers. Kama kuna walimu wazuri sana duniani, ni maisha tunaoishi, maisha na nyakati tunaoishi ndani yake. Life teaches the use of time. Maisha yanatufundisha namna ya kutumia nyakati zetu. And time teaches us the value of life. Na wakati pia yanatufunza umuhimu na thamani ya maisha. Kama hujifunzi lolote, wewe ni boge la mtu tu anayesubiri kuondolewa hapo. Walidhalika innal maasi, hakika ya maasi tunazozifanya sisi kama wanadamu, tufsidul akhlaqa wal a'mala wal arzaqa, zinafisidisha na kuharibu akhlaqi, tabia. Mtu akiwa na tabia mbaya ndo anaiba. Aibe kwa mtu binafsi au aibe kwa umma. Hiyo ndo tabia ile mbaya kabisa. Hiyo tabia inafisidisha maasi au maasiya, yanafisidisha akhlaqi, tabia, wal a'mali, na amali tunazozifanya. Nafahamu wal arzaq, na chakula, nafaka zinazotoka nje. Kwa hivyo ndugu zangu watukufu wa Islam, Uislamu sio tu kukaa msikitini kuswali tu na kufunga tu na kusoma Qur'an. Ndugu yangu, chunga zaidi. Nukta ya kwanza tulozungumza ni watu kujali jamaa zao. Kupatikane family gatherings, mahali watu wanakutana, watu wa ukoo moja, watu wa jamii moja, watu ambao wa damu moja, watu ambao ni jamaa moja, na kulete nyoyo za watu pamoja na kusaidia gani ambayo kwamba amedhoofika, gani ndio mnyonge. Hapo ndipo utapata rehema ya Mwenyezi Mungu, msamaha wa Mwenyezi Mungu hupatikana hapa. Umri wako kubarikiwa unapatikana hapa, yapatikana hapa. Lakini kama unajua kuna mtu hajazungumza na jamaa zake
miaka na mikaka, wallahi nakuambia hakuna kazi unafanya, ibada haitakusaidia, kwa sababu Mtume amesema alayhi salam, la yadkhulu aljannata qati', haingii peponi mtu aliyekata jamaa zake. Una akili ya kuwasaidia watu wengine, lakini mbona una akili ya kusaidia jamaa zako ambao wanastahili, na Mungu ndo kalete pamoja uhusiano huo. Sisi tuliona watu wananunulia marafiki zao hata magari, umeelewa? Lakini rafiki zao eti walisoma pamoja, walilelewa pamoja. Ndugu yangu, yamemakinikia hapo kwa mashemeji tu yeye ni washemeji na marafiki basi, lakini wale jamaa zake ambao kesho Mungu atamuuliza hana habari. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, tumuogope sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi kama wewe huna uhusiano na jamaa zako, usikae hapa kazi ya bure, haitakusaidia. It won't help, wallahi haitakusaidia. Anasema Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi. Anas bin Malik, radhi za Mwenyezi Mungu zimfikie, sahabiyun jalil, anasemaje? Anasema kwamba amesimiliwa kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema, kasemaje? Man ahabba an yubsata lahu fi rizqi, yeyote yule mwenye kutaka aongezewe riziki yake na uhai wake uzidishwe. Huyo ni Mtume anasema alayhi salam, falyasil rahimahu, na aunge jamaa zake. Umeelewa? Lakini afanye nini? Basi na atekeleze haki za jamaa zake kwa wema. So nataka Mwenyezi Mungu bwana kuzidishia umri, abariki katika kazi zako zote na maisha yako kwa ujumla. Huna njia nyingine ila kujali jamaa zako. Hakufanya hivyo ndo hata unaona kwamba kama kuna magonjwa, maradhi yamesibu wewe na familia yako, Mwenyezi Mungu anaziondoa. Hiyo ni moja katika visababu vinavyofanya malaika za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutoingia manyumba za watu. Malaika ya rahma wanakuja na baraka na khairati na rehema za Mungu na kila kitu na fadhila za Mungu na kila kitu wanapotembelea kwako nyumbani, lakini kama ni qati'i rahimi, ole wako hawaingii kwako. Hilo ni moja. Hiyo ni moja. Albaytu thani min albuyuti allati la tadkhuluha almalaika, nyumba ya pili ambayo malaika wa Mwenyezi Mungu, malaika wa rahma huwa hawaingii, hawatembelei. Nafahamu alladhi yakunu baytahu wabalan wa shiqa'an alayhi baytul aqil liwalidayhi, ni nyumba ya mtu aliyeasi wazazi wake wawili. Mtu yeyote ambaye kwamba amemuasi wazazi wake wawili, aelewe kwamba yule kwa Mungu fungu hana wala hakanyagi, na wala malaika wa rahma hawaingii kwake nyumbani. Wewe wazazi wako wako hai, hujazungumza na wao miaka na mikaka, una habari naye, hata salamu za Mungu huna. Wacha kuwajali. Kuna wengine wametulia tu hapo, basi kazi yake ni kwake nyumbani, misikitini na kazini, basi baba na mama wazake wawili hana taarifa nazo. Sasa sijui utaishi maisha ya aina gani? Utakuwa unaishi maisha yaliyo maovu, maisha yenye dhiki na idhilali. La haula wala quwwata illa billah. Maisha tandanka ni hiyo. Mungu anasema subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an, ausa rabbuna tabaraka wa ta'ala bilwalidaini khaira. Mwenyezi Mungu jalla wa ala amewahusia watu wafanye wema wazazi wawili, ni amri ya Mwenyezi Mungu. Wawasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Hiyo ndio taarifa kamili.
Mwenyezi Mungu ametoa wasia wake kwa wanadamu ya kwamba wafanyie kheri, wafanyie wema, wafanyie ihsani wazee wao wawili, hasa na mama ambayo kakuzaa, amekubeba taabu juu ya taabu, amekulelea, hakunyonyesha, kapitia kila aina ya zogo na taharuki, kisha wewe hata una habari. So unfortunate. Wengine hata wanafadhilisha wake zao kushinda hata mama yao mzazi. Yule sio mama yako, yule ni mke yako. Kuna mke na kuna mama mtu aliyekuzaa, tumboni mwake tumelala miezi 9. Umeelewa? Lakini Mwenyezi Mungu kamfanyia sababu ya wewe kuja ulimwenguni hapa. Wasingekuwa sababu ya wao, Mwenyezi Mungu awafanya sababu, mimi singekuwako hapa na wewe hungekuwepo hapo. Kama nakwambia bwana, mama bwana, wazee siku hizi wanasumbua bwana, waregeshe kule mashambani, wakae humo jamaa. Unajua wanatuharibia starehe hapa. Alafu bwege la mtu gume. Bwege la mtu anakubaliana naye, anafikiana naye. Mama ndio hiyo juu ya gari mashambani. Wa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Ni msiba mkubwa sana. Msiba si lazima tu mtu afe mtu. Si lazima tu afe mtu. Msiba mkubwa kushinda kufa kwa mtu ni kule mtu kuwaasi wazee wake wawili. Kuna wengine wameishi hapa Isiolo hii miaka na mikaka, wameishi hapa kabisa. Labda mjomba wake yuko kambi Garba, yuko kambi ya juu, yuko wapi, hajawahi hata kwenda kumjulia hali. Wacha mambo ya kumfadhili. Hata ana habari. Ama khalati yake, ama ami yake, ama ibn ammi yake. Nafahamu sijui tunaishi maisha aina gani watukufu wa Islam. Watu kama wale nyumba zao malaika hawaingii. Unajua wakati malaika huwa hawaingii nyumba ya watu kama hawa, ina maana mashetani ndio wanaogelea hapo. Wanaishi na wewe. وقد أوصى بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال متوم عليه السلام كتوسيا pia juu ya hilo, inna Allah qad harrama alaykum uquq al-ummahat. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور. Naomba munielewe vizuri sana. Baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mtume alayhi salatu wasalam pia anatuambia kwamba Mwenyezi Mungu amewaharamishia nyie kuwaasi mama zenu, kuwaasi wazazi. Na katika masimulizi ya Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifatu Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anasema kwamba hakika Mtume alayhi salam asema hivi, siwaambii bi akbaril kabair, dhambi iliyokuu kushinda madhambi zilizokuu. Qulna takuma watu kumwambia bala ya Rasulullah, ndiyo ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Akasema al-ishraku billah, ni kule kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Washirikina siku hizi wamekuwa wengi kila mahali. Ushirikina upo, imejaa baina almuslimin, baina waislamu. Leo imekuwa kitu asbahat adiyan, imekuwa ni kitu cha kawaida tu. Wanga, unaelewa na hasa ndio wanawake ndio nambari ya kwanza kukimbilia mambo za ushirikina. Tumesikia mangapi na tukaona mangapi wanawake wanafanyia ushirikina waume zao, mpaka mwanaume ni bwege tu limekaa hapo, unafikiri kuku aliyenyeshewa, umekaa mtu. Mwanamke anampiga teke, anamwambia haya asante. Hebu niambie, mwanaume mzima lakini akiwa nje anafokea watu kama mbwa koko. Kama mbwa koko anafokea watu. Akija nyumbani halasa anakunja mkia kama mbwa aliye mgonjwa. Si namna hiyo? Angalia.
Kwanza hapa Isiolo nakwambia imezidi sana. Wacha niwaambie ukweli kabisa. Kila mahala Waislamu wanakoishi hivyo. Wende Garissa, wende Mandera, wende Wajir, sijui wende wapi, wende Mombasa. Wanakoishi Waislamu unashangaa kabisa. Mambo ya ushirikina imetanda kweli kweli. Wanafikiri ushirikina ni kuabudu sanamu tu. Kuna watu wanafikiri ni kule kuabudu sanamu tu. Umekosea sana. Kuna kilichokuwa kibaya kuliko kuabudu hata sanamu. Ni hatari kubwa sana. Wa uquqa alwalidain, na kule kumuasi wazee wawili waliokuzaa, mama na baba. Wallahi hakuna dhambi kubwa kushinda ile pia. Ni hatari. Alikuwa Mtume sallam ameegemea akaketi, fakala akasema, ala wa qawla zur, na sasa sikilizeni na maneno za uongo za upogo, wa shahadati zur, na ushuhuda wa uongo, shahidi wa uongo. Wangapi wanapewa hela tu 1000, 2000, 5000, 10000, wanaenda kusimamia mtu wakimshuhudilia kwamba ardhi ya fulani ni yake. Wangapi? Si ajabu hata hapo wapo. Msikitini wamejaa kila mahali. Ndugu yangu, kama wewe bwana umepiwa kiramba kisogo, na kwa ajili ya hayo tu wewe umetoa ushahidi wa urongo dhidi ya Muislamu, dhidi ya ardhi ya mwenzako Muislamu, ukamfanyia ukajitokeza kama shahidi wa huyo dhalimu, subiri, utakufa mpaka Mwenyezi Mungu atakuonyesha kitamte cha mtema kuni. Madhalimu wote hawatatoka duniani mpaka Mwenyezi Mungu awadhalilishe kwanza. Hapo ndipo wanatolewa duniani kwa njia ya idhilali. La haula wala quwwata illa billah. Idha aradta an tal'ana nafsak, man arada an yal'ana nafsahu falyakdhib. Yeyote apendaye kulaani nafsi yake na aseme urongo. Ni urongo gani unashinda? Mtu anapewa hela, unakuwa shahidi ya uongo tu. Mtu anakosa ardhi yake halali kwa sababu ya ushahidi ya urongo. Maajabu. Sio leo wapo watu kama hao, wapo wamejaa. Wengi wamekosa ardhi yao kwa sababu kwa jinsi hiyo. La haula wala quwwata illa billah. Kwa sababu jamani, mnyonge hana uweza. Albaytu thalithu, nyumba ya tatu. Albuyutu min albuyut allati la tadkhuluha almalaika, miongoni mwa manyumba ambazo malaika wa Mwenyezi Mungu, malaika rahma hawatakuwa ni wenye kuingia. Wewe nyumba kama hiyo ukiingia utaona tu kelele haziishi siku zote. Watu wanafokeana, wanapigana, wanatukanana, balana belua imetanda humo. Utajua hapa malaika Mwenyezi Mungu hajawahi kukanyaga. Ni mashetani wanafanya kazi, wanaishi huku ndani. Niliwahi kuambia jua imemba, kuna sehemu maalum ambao huwa mashetani wanaishi katika nyumba ya kila mtu, kwa taarifa zenu. Na nikawaambia athiyabul muallaqa, hizi nguo ambazo watu wamezininginiza kwenye ukuta, hata iwe kwenye kabati, hazivaliwi, zinakaa miaka nenda miaka rudi, basi shetani wanaishi humu ndani humo. Na magodoro ambazo zimewekwa na hakuna wa kulalia, basi wanaolalia ni mashetani, kwa taarifa zako. Niliwahi zungumzia hapa, lakini tunakuwa wepesi wa kusahau mambo. Kama kuna godoro zinakaa tu pale, it's just lying and nobody sleeps on it, then you got to understand. Lazima ujue kwamba pale wanalala, wanatabaradi hapo. Mashetani marul bait, mashetani ambao wamo hata wakati watu wanapokusanyika kwa ajili ya mlo, nataka kula, kama usipopiga basmala, wanaitana, wanasema halumu qad adraktumul ashaa wal mabit, umepata kitu cha kuingiza humo ndani na sehemu za malazi. Wana watu wanaishi na mashetani maisha yao mzima, tula hayati wanaishi. Wao wenyewe ukiona wanakaa mashetani wale tu, lakini kwa jinsi ya binadamu sasa wanaitwa shayatinul insi. Shayatinul ins yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf alqawli ghurura.
أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله الذي أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته، ووعد الصالحين بجنته ومستقر رحمته، وتوعد العصاة بدار نقمته وزوال نعمته. فسبحان من أورث الجنة من عباده من كان تقيا، وأعد النار لمن عصاه وكان أولى بها سبيا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا وعظيمنا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. وبعد, ndugu zangu watukufu wa Islam, ile nyumba nyingine ambayo albuyutu allati la tadkhuluha almalaika, sehemu ya tatu ni baitun fihi kalb wasuwar, ni nyumba ambayo inapatikana ndani yake mbwa. Kuna watu wanafuga mbwa mpaka kwenye nyumba. Kuna watu kazi yao wanaishi na mbwa. Hatujasema kufuga mbwa ni haramu. Mbwa unaweza fuga ili kwa ajili ya harasa, kuchunga boma au kuchunga hata wanyama. You can only keep dogs for such purposes. As a guard, inatumika bora tu umemwekea nyumba na unamlisha. Yule ni mnyama, kiumbe aliye hai. Ni kiumbe aliye hai, lazima ale, anywe. Na pia unapeleka kwa daktari, kwa veterinari, sawa? Kuwafanyia wanyama ihsani kuna kupeleka mtu janna, kwa taarifa zenu watukufu wa Islam. Jamaa moja kakwenda, ama mwanamke moja, Mwenyezi Mungu kamsamehe madhambi zake zote katika zama za Banu Israila, na kwa sababu ya kumnyesha maji mbwa. Na moja katika wanawake wa zama hizo Mwenyezi Mungu kampeleka katika moto wa Jahannam kwa sababu ya kumua mbwa kwa njaa. Kwa hivyo kuwafanyia ihsani viumbe vya Mwenyezi Mungu vinapeleka watu kwenye radhi na rehema zake Allah Subhanahu wa Ta'ala, si wanadamu tu. Kiumbe yoyote, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa. Waonyesheni huruma na kujali viumbe wanaoishi duniani. Mwenyezi Mungu anasema viumbe, ukaambiwa nini? Man fil ardi, wanaoko ardhini ni kina nani? Ni wanadamu tu? Hapana, wanyama, madege, viumbe. Arrahimuna yarhamuhumur rahman, wale walio na tabia za kuwaonyesha wenzao katika viumbe huruma, Mwenyezi Mungu mwenye Mungu wa huruma ndio atakao wahurumia. Allahu akbar kabira, ajib. Na wale ambao hawana huruma, hakuna mtu muovu, Mtume anasema alayhisalam, kuliko yule ambaye Mwenyezi Mungu kishavua huruma katika moyoni mwake. Mtu ambaye hana huruma moyoni, kwa Mwenyezi Mungu pia huruma hana. Hiyo ni kwa kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbi alayhi. Kuna watu hata wakiswali umri yao mzima hawana huruma. Kila ukiona tu uso wao umekunjwa kama bakora. Unajua bakora namna ulivyopinda hivyo, au kama cabbage. Kuna watu namna ukiwaona tu, kwa sababu ujue engine ile moyo huko umejaa maradhi tupu za uhasidi na hikdi na ubakhili. There are people like that. Hata wakifanya ibada namna gani haitawasaidia. Mtu anayefunga, mtu anayeswali sala zake 5, hii swala akaziswali inavyotakikana. Nafahamu kwa sababu sala ina masharti, sio tu kusimama nyuma imamu ama wewe kuswali kivyako ukafanya utakavyo. Swala sio hivyo. Mtume alayhi salamu anatuambia, fa inna ar-rajula la yusalli 60 sanatan, huenda mtu akaswali miaka 60
Miaka 60 ni umri mzima wa mtu. 60 ina maana sio 60 tu, ina maana 70 na 80 na 90 au 100. Mtu anaswali tu, lakini wakati kufa kwake kaannahu ni kama kwamba yeye hajawahi swali hata siku moja. La hawla wala quwwata illa billah. Kuna hasara kushindayo kweli, wa hadhihi hiya al-khusran al-mubin. Kama kuna hasara iliyo wazi kushinda hasara zote ni hii, ndugu zangu. Wewe unaposali lazima uchunge sala zako. Sala ina ni kiunganishi baina ya mja na Mola wake. So unaposali usiswali tu sala za kinafiki. Wanafiki ndio wanaswali namna hiyo. Hawajali nguzo za sala, hawajali nyajibu za sala, hawajali sunna za sala, hawajali vipengele vya sala, bora wameswali tu. Katika hizo nyajibu na sunna za sala zikitoweka, basi ni ujira tu, ajiri tu umepungua. Lakini ndugu yangu, ikiwa utaswali pasi na kujali nguzo za sala, wewe sala huna. Nguzo za sala ni ngapi? Waislamu ni ngapi? Ni 14. Katika hizo 14, moja ikibatilika, swala imebatilika. Na kwa namna hiyo, so for how long have you been praying yourself? Ulikuwa unasali miaka mingapi? Miaka 20, 18. Uliwahi kana ukafikiria muda wote nimesali kweli, hiyo sala zangu ilikuwa ni sawa sawa? Yatakikana ulete toba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Utubu na uanze kufuatilia sala yako sasa. Kwa sababu ikiwa hiyo sala zetu itakuwa sawa sawa, basi mambo ya ulimwengu yote yatakuwa yatatulia sawa. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aqimis salah, kama ilivyo katika suratul Ankabut. Simamisha sala. Unasimamisha sala kwa vipengele vyake, kwa nyajibu zake, kwa sunna zake na kwa nguzo zake. Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Sala iliyosaliwa na msaliji kwa masharti zake zitamzuia yule msaliji kutokana na machafu na maovu. Many of us we pray, but we are still thieves. We pray, we are still adulterers and fornicators. We still pray. Sisi ni watu wa kugonganisha watu. Tunasali bado, balaa zote angalia. Yaani unajua hapa msikitini watu wote wanakaa kama malaika. Hapa watu, people live like angels inside the mosque, within the precincts of the mosque, within the premises of the mosque, actually inside the sanctuary of God, people live so holistically. Do we understand each other? But the moment watu wakianza kudondoka misikitini kutoka nje, they turn out to be devils and demoniacs. Watu wanakuwa mashetani na majini. Wewe angalia tu, wacha tuondoke hapa misikitini. Mimi nakwambia, mtu anaanza kutukana hapa watu. Mtu anaanza yaani shangaa, mtu akitoka hapa saizi anajua kwamba tayari anaendea nini? Vitu zake kule kwa duka za Wamiru. Mnaelewa sio? Hela za Waislamu zinakwenda kule. Hazisaidii misikiti, hazisaidii mayatima, hazisaidii mtu aliyeharibikiwa katika jamii, zinasaidia tu wengine. You have your time to live and to depart. Una wakati wako wa kuishi na kuondoka. Haya ni mazungumzo tu ambayo huwa ni kumbukumbu kwetu. Waqulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Mwenyezi Mungu amemaliza kazi. Wewe fanya utakavyo, kama vile Mtume alayhi salam, kupitia mtume Mwenyezi Mungu anatuambia ish ma shi'ta fa innaka mayitun. If'al ma shi'ta fa innaka majziyun bih. Haya yote yatakuja. Albaytu thalith, ile nyumba nyingine utukufu wa Islam ambayo malaika hawaingii. Wa min albuyut allati la tadkhuluha almalaika fa huwa baytu akili mal alyatim wa akilu amwal an-nas dhulman wa udwana. Ile nyumba ambayo malaika hawaingii ni nyumba ya watu wanaokuwa na tabia za kula mali za mayatima na mali za wanadamu wenzao kwa dhulma na kupitia kwa uadui. Dhulman wa udwanan. Wale ambao wanakula mali ya yatima, kuweni tayari kwa vita vya Mwenyezi Mungu vitakavyowapata nyinyi. Malaika hawaingii nyumba ya watu wanaokula mali ya yatima, wanaokula na kupora mali za wanadamu wenzao. Malaika hawaingii. Malaikatur rahma hawaingii. Wangapi wanakula mali ya yatima?
Wengine wanakaa Qur'an, wanasoma Qur'ani, wanaleta tasbihi, wanafanya namna hii. Hata utubu vipi? Hata utubu vipi? Sikiza taarifa hapo. Watukufu wa Islam, hakuna mchezo hapo. Hakuna mchezo kabisa. Ihdhir huquq al-ghayr, chunga sana haki za wanadamu wenzako. Fahiya la tasqutu bil umrati wal hajj, mali ya watu ambao umekula kwa dhulma haitakuondokea kwa wewe kuhiji na kwenda umra. Uende hija na umra mara milioni ukitaka, mara milioni. Wala bisawmi wa qiyam al-layl, wala kwa kufunga saumu na kusimama ibada za usiku, hiyo haitakuondolea mali ya wanadamu wenzako ambao umeyaila kwa njia ya dhulma. Elewa namna hiyo. Hii ndio ile taarifa watu hawana habari nayo. Kama unajua una haki ya mwenzako mali yake, ndugu yangu, kwa namna yoyote, au umemvunjia heshima yake kwa kwenda unazunguka na kumharibia jina, hakuna Muislamu anayekubaliwa kwenda kuharibu jina za wenzake, hamna, au wa mwanadamu mwenzake, hata asiyokuwa Muislamu. Akifanya dhambi na dhulma, yeye na Mola wake Mwenyezi Mungu anajua namna kudili naye kabisa. Lakini huu ndio taarifa. Wewe huna haki ya kutembea kama redio na kutangaza fulani hivi fulani hivi. Hiyo Muislamu hajapewa ruhusa. Sibabu almuslimu fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mtume anasema alayhi salam, you have no authority. Nafahamu wala bi alf khitmatin lilquran, wala hata ukisoma Qur'ani khitma 1000, ukasoma khitma 1000, hiyo haitakuondolea dhulma uliofanyia dhidi ya wenzako. Wallahi haiwezi kukuondolea. Wa inma tasqutu bi radd alhaq li ahlihi, wa inma tasqutu bi radd alhaq au alhuquq li ahlihi. Hiyo haki itakuondokea tu pale utakaporegesha haki kwa wenyewe. Hapo ndio makosa na dhambi na hiyo dhulma itakuondokea. Kama sivyo ni kazi ya bure. Tunaambiana ukweli watukufu wa Islam. Hapa tutukani watu, lakini tunapasha ujumbe wa Mwenyezi Mungu, ujumbe wa dini inavyotakikana. Hivyo ndivyo maqala Allah wa maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana atakallamu ala kitabi wa sunna. Kama umekula mali ya yatima au mali ya wanadamu wenzako kwa dhulma, hakuna kitakacho kusafisha na kukuondolea hilo mpaka pale utakapoyaregesha wewe. Innal malaikata, sikiza, i'lamu rahimakumullah, Mwenyezi Mungu pata kuelewa enyi watukufu wa Islam, annal malaikatu rahma, malaika wa rahma, ab'adu ma takunu min ar-rajuli alladhi yata'adda ala amwal al-yatama wal-fuqara wal-muhtajin. Malaika anakwenda mbali sana na watu walio na tabia za kula mali za watu wenzao, wanadamu wenzao, za mayatima, mafukara. Misaada ngapi inakuja kwa sababu ya maskini wanaoishi hapo? Alafu misaada hizo hazifiki kwa wale maskini, watu ambao wanaostahili, wanaohitaji. Hebu niambie, hii ni hatari kubwa sana. Hiyo ni hatari kubwa sana. Sio tende, sio rasheni, sio nini. Mtu ametoa sadaka zake from elsewhere ziwafikie maskini wanaoishi hapo. Kuna watu wakaakati, Uswahilini wanasema wakaakati, intermediaries, mediators, wanakaa baina ya maskini na wale watoa nini, zinapelekwa kwa maduka na kwa masoko. Kwenu malaika hawaingii, na kwa Mwenyezi Mungu hamna fungu, mtakiona cha mtema kuni. Ni hatari kubwa sana. Walidhalika akhwat al-iman, watunamalizia kabisa, fayakuluha alayhim laqad tawa'ada Allahu azza wa jalla alladhina yakuluna amwala an-nasa wal yatama dhulman biiqabain. Mwenyezi Mungu amewahidi watapata adhabu, mateso namna mbili watu kama hao. Wewe nisikize vizuri, kama umekaa hapa na umezoea kula mali za maskini na mayatima na watu ambao wenye kuhitaji, sikiza vizuri, ile adhabu utapata, mateso aina mbili utakayopata. Wewe sikiliza.
na maana umenielewa, lakini kullu minhum ashaddu min al-akhar, kila adhabu wa mateso Mwenyezi Mungu atakawateremshia watu, washushie watu kama wale tuko pamoja. Al-awwal, ya kwanza, annahum sayadkhuluna nara jahannama wa bi'sal masir. Jambo la kwanza Mwenyezi Mungu amewahidi wataingia motoni bila shaka. Qala Allah Ta'ala, Mwenyezi Mungu anasema subhanahu wa ta'ala, innal ladhina ya'kuluna amwala al-yatama dhulman inma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Wale walikuwa na wale walio na mazoea ya kula mali ya mayatima hawasifikirie kwamba wamekula mali ya halali na mali kile kitakacho waweka sawa, ila katika tumboni mwao wamejaza mioto na watatumbukia katika moto wa sa'ira siku ya hukumu. Fataqullaha ayuha almuslimun. Ndugu zangu watukufu wa Islam, chungeni sana kumwogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kama wewe ni msimamizi wa mali ya watu ya umma, wewe ni msimamizi wa mali ya yatima, mali ya maskini, mafukaraa, chunga sana hapo, umebeba vijinga vya moto mkononi mwako. Chunga kabisa ndugu yangu, usije ukakosa akhira yako, ukapata suul khatima, ukapata adhabul qabri kwa sababu ya wewe kuwavukia, kuwachupia mipaka haki za wenzako. Wewe njoo usikilize khutba kila Jumaa, nenda tu, hakuna kinachobadilika. Elewa Mwenyezi Mungu, fa inna Allaha yughayyiru al-hala bil-lahadhat, bil-lahadhat yughayyiru al-hali au al-ahwal bil-lahadhat. Bila wewe kujua Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kubadilisha hali kwa wakati mwepesi, kwa wakati mfupi sana, chini ya pepesi la jicho, kwa muda anaouweka anaotaka. Inna Allaha la yumli lidhalim hatta idha aqatahu lam yuflitu. Mwenyezi Mungu anampa muda wa kutosha, anampa muhula mtu anayedhulumu muda, lakini siku ile atakapomkamata, wallahi anasema lam yuflitu, hata mponyoka Allah subhanahu wa ta'ala. عباد الله، إن الله أمركم أن تصلوا وتسلموا على حبيبه ورسوله، حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الكرام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين، وأنا معهم بإحسانك وبمنك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أيد وانصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم أيدهم وانصرهم، اللهم أيدهم وانصرهم، اللهم انصرهم وأيدهم يا حي يا قيوم. اللهم عليك باليهود وأعوانهم فإنهم لا يعجزونك يا حق يا مبين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم